Ndugu watazamaji, kwa sasa hivi tumekutana asubuhi ya leo, tuko pamoja na jamaa hapa, sijui kwa majina anaitwa nani. Brother, mambo vipi? Shwari. Unaitwa nani kwa majina? Jakasongo. Ya, nakuja hapa mbele yako kuja kuongea moja mbili tatu au na maswali ya kukuuliza. Hivi brother, toka uanze kazi yako ya uigizaji mpaka sasa hivi una miaka mingapi? Na miaka mitano. Miaka mitano. Hivi kazi yako inaendelea au ndo imeshasitisha sasa? Nimesimama takriban kwa miaka miwili. Imesimama takribani miaka miwili. Kwa nini imesimama na changamoto gani ambazo zinakukuta mpaka hususani zize kusimama kazi zako? Changamoto binafsi nazielewa, siwezi kuziweka public kwa sababu naelewa mazingira ninayoyapitia, sio kuweka mambo yangu public. Ila tu tutegemee siku yote ile naweza nikaanza kazi. Yaani tutegemee, yaani kuanzia mwaka ambao ulioanza kazi mpaka sasa hivi unasema ni miaka mitano, mpaka sasa hivi kazi yako bado inasuasua, haijakuwa vizuri, yani hujaingia kwenye kazi kama kawaida. Mpaka sasa hivi una kitu gani unachokipanga ama kukiandaa kwa sababu ya kazi yako zaidi? Na mambo mengi ya kupanga, japokuwa ni uchawi umeingililia, lakini na mengi ya kupanga na nishayapanga. Nafikiri tu nategemea kuingia location, lakini navo lokiwachangia. Unasema mpaka na uwezo unachangia. Sawa, hakuna shida, lakini mpaka sasa hivi ulivyoanzaga hiyo kazi yako mpaka muda huu ushafanya video ngapi au video ngapi ambazo zipo online zinajulikana? Video ambazo ziko online sina hesabu nazo kwa sababu ni nyingi na hazipo kwenye jina la Jakasongo kama zile ambazo walikuwa nazifikiria zile za vunja mbavu. Wanaweza kuzitafuta kule kwa vunja mbavu, lakini TikTok ni kama kawaida Jakasongo, mtaa wa jina la mtaa hilo ndio tunaenda nalo Jakasongo. Kwa jina la mtaa. Sawa, hakuna shida. Kifupi tu mimi nimekuja hapa ili nipate kujua. Ukipata management mpaka muda huu unaweza kufanya kazi vizuri sana mpaka ukafikia mwafaka ukakuja kuvuma tena tofauti na mwanzo, kwa sababu hapa kuna watu wengine wanakuja kuvuma tofauti na jinsi ulivyokuwa. Hivi tangu uanze hivi ungekuwa uko mbali sana na ungekuwa tayari umeshavuma sana, lakini mpaka muda ule umekuja kusimama mpaka sasa hivi kuna watu wamekuja kuvuma nyuma yako. Hivi unaweza ukatuambiaje kuhusiana na hilo? Kila jambo lina wakati wake, na wakati wangu ulikuja ukasinya, lakini pia unatakiwa uje, na kusimama kwangu kunategemea na akili yangu. Mimi nina akili nyingi sana ambazo hata watu wakivumaje, mimi lazima nikitoa, lazima watu wajisikie kiu cha kuniona, lazima watake kuniona. Kwa hiyo mimi mtu akivuma avumavyo mimi sijali. Lakini pia swala ambalo linanifilisha ni meneja. Yeyote ambaye yuko mbele ya kamera ataniona kwa sasa. Shida ni meneja mazee. Mimi nataka meneja. Nataka meneja ambaye tutafanya kazi kwa uaminifu. Manake sasa hivi na miundombinu na kauli moja tu kwamba uaminifu ndo mtaji wangu. Kwa hiyo yeyote yule ambaye ana uwezo wake anaweza kunimeneji. Nafikiri ananijua Jakasongo, ajitokeze. Poa, nimeshukuru sana kwa kuongea kwako, kwa maana umejiweka wazi, kila kitu kipo poa. Ila tu ningetaka kukuambia kitu kimoja. Unajua kupata meneja au kupata kazi hapa kwa sasa hivi kutokana na mazingira yako, lazima kwanza uwe unajituma. Uwe unafanya location zako, unaandaa ngoma, unatupa online. Unaona vitu kama na hivyo vinasababisha sana hata wale wa meneja wakija wanasema kwamba huyu jamaa tutamsupport kweli kutokana na mazingira. Kwanza wewe mwenyewe unajitoa, afu unapiga kazi. Kwa sababu mimi ninavyokujua na jinsi unavyokuwa mwigizaji mzuri kabisa, uweze kukosa management, lakini sema tu wewe mwenyewe ndio umejifelisha. Kwa upande wangu niseme hivyo. Lakini hivi kutokana na mazingira mpaka sasa hivi una kazi gani unafanya? Kazi hamna, mimi siwezi kuweka public. Mimi nafanya kazi hizo zote zile, nachapa kazi. Kwa hiyo kwenye hizo kazi mkitaka niziweke public hamna. Hatutaki. Sasa wewe kazi moja tu ambayo wewe unafanya kwa sasa hivi ili inakuingizia hela, ila angalau unapata 2000 3000, kazi gani haya so? Kazi ninayofanya, nafanya kazi nyingi, sio moja, ni nyingi, na nishasema siziweki public. Kwa kuziweka public hamna, sio kitu fair. Yaani brother amekimbia kuongea ukweli. Hapo nyuma ameongea ukweli, lakini sasa hivi amekwepa kabisa kuongea ukweli kuhusu kazi. Inaonekana hana kazi huyu jamaa. Hana kazi. Ila una kazi. Ungekuwa na kazi ungesema kwamba mimi nafanya kazi fulani, lakini kwa sababu una kazi ndio maana unakaa unaficha. Hivi brother, toka kipindi hicho mpaka sasa hivi una watoto wangapi?
Watoto sina watoto. Una watoto? Yaani hujawahi kuzaa? Hata kuoa hujawahi? Nishawahi. Sasa kama ushawahi kuoa, vipi sasa mke wako akuzaa? Hamna. Nishawahi kuoa lakini hayo mengine secret. Sasa unaficha ficha aje? Sasa kila kitu si yani niliwahi kukaa na mke kwa mwezi mmoja tu fresh. Mwezi mmoja. Alafu mwanamke alikuja kuchukuliwa au tu alienda kwao kutokana na mazingira mmeshindana? Oa. Mahojiano atafika mwisho. Mbona nataka ujue siri zangu wewe vipi? Sasa sisi tunataka tujue kwa sababu ya nini? Tupate kufuatilia zaidi. Shataka. Ole onteli tenda. Sawa. Nasikia ndugu zangu, jamaa hapa amekataa kabisa hata kusema kama ana watoto wangapi, lakini nafikiri mimi nishawahi kusikia habari zake kwamba ameshawahi kuoa na ana watoto, lakini ameficha. Kwa hiyo tu ndugu zangu ambao wanaotutazama sasa hivi, tunaweza kuambia kwamba huyu jamaa amekwepa vitu vingi sana kwa kutuweka wazi. Yaani hata wa manage wakipatikana, huyu jamaa hatakuwa serious kwa kazi kama ninavyomuona. Hivi brother, lakini unachukuliaje kazi kama kazi? Kwa maana ukipata kazi kwa sasa hivi, ukipata kazi hata sasa hivi, hivi kweli unaweza ukatumikia vema au unaweza ukafanya kama mzaa kama unavyofanya mzaa hapa kwa sasa hivi tunakuoje? Hapa sifanyi mzaa. Hapa nishakwambia mimi sina mtoto, nishawahi kuwa na mke ndani ya mwezi mmoja fresh, mambo yakawa hivyo. Lakini pia kufuatana na kazi, userious wa kazi unategemea na userious wa manager. Mimi huaga nipo serious kwenye kazi zangu, back to back fresh. Hivyo tu. Sawa, mimi kwa sasa hivi nimemkuta jamaa hapa anauza mafuta. Sasa hapo ndo nataka nijue kwamba hayo mafuta nayo yauza ndo biashara vyake kwa sasa hivi anafanya, au tu ni vitu ambavyo ameachiwa au ni ameajiriwa kwa kufanya hiyo kazi. Brother, hebu tuweke wazi hapo. Uvyocho bombarispo. Au kidogo na watu amebembe shule. Wabwana wani mkucha mauta. Mimi nimekuja ukuta mwenyewe. Si unaona mafuta ile pale brother? Si una niliwakala dogo la hiyo. Sawa, hiyo kazi yako ya wakala. Hiyo umeajiriwa au mwenyewe tu ndo umeanza hiyo kazi yako? Nimeanza mwenyewe. Mbona mwazini nao safaranga chanja bwakala bwana. Sasa si umekosa hela ya kunani ya kufanya nayo kazi ya uigizaji. Sasa hiyo ya wakala umetoka wapi? Bovyo lobo mbabe. Bope. Nina hela za wakala za kazi. Sawa, nimeshukuru sana kwa kusikia hivyo una hela za wakala. Hivi unaweza kuwa na mtaji wa shilingi ngapi yani? Mkambi mushimu waba tomanga sho olocha faranga chini mutumia ana echo na toma nyewe wangu mutumia uko napenda watu waje kunipora. Yani kujua kazi yako unaofanya na pia kujua na mtaji wako unao kama ni shilingi ngapi sio vibaya. Labda kuna watu wanaweza kukusupport kwa mtaji wako ili uendeleze kazi pia na uingie tena kwenye kazi yako ya uigizaji. Wa kunisupport hawezi kuangalia mtaji wangu. Kama kuna mtu akunisupport katika kila njia, welcome, lakini hivyo vingine na ndio maana unashindwa kuoa kutokana na mazingira, hutaki kusema ukweli. Hata kuoa kwako hivyo itakuwa ni shida, kwa sababu hata mwanamke anapenda mtu wa kumdanganya, sio sana, unamdanganya kiasi, lakini wewe unadanganya mpaka mwisho kabisa. Sawa, nasikia hivyo. Hapa mafuta hivi unauza lita moja shilingi ngapi? Davi ola kikombo. Watazamaje? Davi ola kikombo na blaza. Sikia blaza. Sikia nikwambie kitu kimoja. Ni hivi. Nauliza hivi. Sikia hivi mafuta. Unauza lita shilingi ngapi? Mtazamaji